Mwanamke anapokuwa ameshiriki tendo la ndoa na mwanaume katika siku zake za hatari, yai lake huwa linarutubishwa. Yai la mwanamke linaporutubishwa, huo ni wakati ambao huwa tunasema mwanamke amebeba ujauzito. Katika siku ya kwanza baada ya mwanamke kushiriki tendo la ndoa na yai lake kurutubishwa, wapo baadhi ya wanawake ambao wanaweza kuona dalili mbalimbali, lakini wapo wanawake wengine ambao hawawezi kuhisi dalili yoyote katika miili yao. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia dalili mbalimbali ambazo ukizihisi siku ya kwanza baada ya kushiriki tendo la ndoa, ujue kuna uwezekano ukawa umebeba ujauzito. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na dalili hizi, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili mbalimbali ambazo ukizihisi katika mwili wako siku ya kwanza baada ya kushiriki tendo la ndoa, ujue kuna uwezekano ukawa umebeba ujauzito. Namba 1. Baada ya kushiriki tendo la ndoa na mtu fulani, ndani ya masaa 24 unaanza kuhisi maumivu katika tumbo lako. Unaposhiriki tendo la ndoa na mtu, ikiwa ulikuwa katika siku za hatari, yani siku za kubeba ujauzito, alafu ndani ya masaa 24 ukaanza kuhisi maumivu katika tumbo lako, na mara nyingi huwa ni maumivu ambayo yanakuwa chini ya kitovu chako, huwa ni ishara mojawapo ya kuwa yai lako limerutubishwa. Kinachopelekea uanze kuhisi maumivu katika tumbo lako ni kwa sababu ya mabadiliko ya homoni au yai likianza safari ya kuelekea kwenye mfuko wa uzazi. Hivyo mwanadamu anapobeba ujauzito, huwa kuna mabadiliko ya homoni ambayo yanafanyika kwenye mwili wake kwa ajili ya kuulinda ujauzito ambao tumbo lake limeupokea, na wakati mwingine unaweza ukaanza kuhisi tumbo linakukaza kama vile ambavyo huwa unahisi pindi unapokuwa katika siku zako. Utakapoona ishara kama hii, inawezekana ukawa umeupokea ujauzito katika tumbo lako. Namba 2. Kutokwa na damu kidogo, implantation bleeding. Dalili hii inaweza ikatofautiana kwa mwanamke mmoja na mwanamke mwingine. Mara nyingi baada ya mwanamke kuupokea ujauzito katika tumbo lake, ndani ya muda mfupi ujao anaweza akatokwa na damu nyepesi sana katika via vyake vya uzazi, na mara nyingi damu hiyo rangi yake inakuwa ya hudhurungi au pinki. Ingawa tukio hili kwa baadhi ya wanawake linaweza kutokea siku ya 6 mpaka ya 10 baada ya ovulation. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ishara kama hii inapojidhihirisha, inawezekana tumbo lako likawa limepokea ujauzito. Namba 3. Tangu uliposhiriki tendo la ndoa, baada ya siku moja unaanza kuhisi uchovu wa ghafla katika mwili wako. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, pindi mwanamke anapobeba ujauzito, kuna mabadiliko mbalimbali ambayo hufanyika katika mwili wake, na mabadiliko ambayo mwanamke huanza kuyahisi katika mwili wake huwa yanatokana na mabadiliko ya homoni ambazo nyingine huongezeka na nyingine hupungua katika mwili wake. Mwanamke anapopokea ujauzito katika tumbo lake, ndani ya muda mfupi sana, homoni ya progesterone huongezeka mapema sana na kusababisha mwili kuhisi uchovu hata bila ya kufanya kazi. Hivyo mara nyingi mwanamke anapokuwa amepokea ujauzito ataanza kujihisi uchovu, na wapo baadhi ya wanawake ambao huanza kutumia vidonge wakihisi wana magonjwa fulani, lakini wanapokwenda kupima wanajikuta kumbe ni wajawazito. Hivyo unapoanza kuhisi uchovu wa ghafla katika mwili wako, kuna uwezekano mkubwa homoni ya progesterone inazalishwa kwa wingi katika mwili wako, ambapo homoni hii inapozalishwa kwa wingi kwenye mwili wako inaweza kukusababishia uchovu ambao unaweza usielewe uchovu huo unatokana na nini. Namba 4. Mwanamke kuanza kuhisi kichefuchefu baada ya siku moja tangu aliposhiriki tendo la ndoa. Pamoja na kuwa
Dalili hii hutofautiana kwa mwanamke mmoja na mwanamke mwingine, kwani wapo baadhi ya wanawake ambao dalili hii huchelewa kuanza kujidhihirisha katika maisha yao, lakini wapo baadhi ya wanawake ambao dalili hii hujidhihirisha mapema sana tangu waliposhiriki tendo la ndoa. Yai linapokuwa limerutubishwa kwa mbegu za kiume, baada tu ya siku moja, baadhi ya wanawake wanaweza kuanza kuhisi kichefuchefu, na hali hii inaweza ikapelekea hata baadhi ya wanawake kuanza kutapika, na mara nyingi ishara hii inaweza kujidhihirisha wakati wa asubuhi au inapotokea mwanamke amevuta harufu fulani ambayo huanza kumchefua tangu alipobeba ujauzito. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanawake ambao watahisi dalili hii baada tu ya kushiriki tendo la ndoa, hasa baada ya siku moja, inawezekana tumbo lako likawa limebeba ujauzito. Namba 5, pindi mwanamke anapobeba ujauzito baada ya siku moja, anaweza kuanza kuhisi mabadiliko katika matiti yake. Dalili hii pia hutofautiana kwa mwanamke mmoja na mwanamke mwingine, lakini wapo baadhi ya wanawake ambao mara tu baada ya kushiriki tendo la ndoa, ikiwa matumbo yao yamebeba mtoto, baada ya siku moja tu matiti huanza kuwa laini, kujaa, kuuma pamoja na kuanza kuwa mazito kwa sababu ya mabadiliko ya homoni, kwani mwili huanza kujiandaa na mapokezi ya mtoto ambaye tayari ameshatungishwa katika tumbo la mwanamke. Hivyo utakapohisi dalili hii mara baada tu ya kushiriki tendo la ndoa, hasa baada ya siku moja, kuna uwezekano mkubwa umebeba mtoto katika tumbo lako. Namba 6, kuongezeka kwa joto la mwili, yani basal body temperature. Ishara hii inaweza kutofautiana kwa mwanamke mmoja na mwanamke mwingine, lakini wapo baadhi ya wanawake ambao katika siku ya kwanza tu matumbo yao yanapokuwa yamepokea watoto, miili yao huonesha mabadiliko kwa kuanza kuwa na joto kwa siku 14 mfululizo, yani kuanzia siku ya kwanza tangu tumbo lilipopokea mtoto mpaka siku ya 14 baada ya yai la mwanamke kurutubishwa. Hivyo hii ni ishara mojawapo ambayo ukiihisi baada ya kutoka kushiriki tendo la ndoa na mtu, kuna uwezekano mkubwa tumbo lako likawa limepokea mtoto. Namba 7, mabadiliko ya kihisia ambayo hauelewi yanatokana na nini, yani mood swing. Asilimia kubwa ya wanawake matumbo yao yanapopokea ujauzito, kwa sababu ya mabadiliko ya homoni ambayo hufanyika katika miili yao, wanawake hao hujikuta wakihisi mabadiliko makubwa ya kihisia katika miili yao. Huo ni wakati ambao mwanamke anaweza akajikuta anakuwa na hasira ambazo haelewi zinatokana na nini. Yaani mwanamke anajikuta anakasirika hata katika vitu vidogo vidogo ambavyo katika hali ya kawaida havikupaswa kumfanya akasirike, lakini kuna nyakati ambazo anakuwa anahisi huzuni katika vitu ambavyo hakupaswa kuhisi huzuni juu yake, na kuna muda anaweza akajikuta amekuwa na furaha kupita kiasi, na yote hayo yanatokea bila kuwa na sababu ya msingi. Hivyo ukianza kuhisi ishara hizi mara baada ya kushiriki tendo la ndoa na mtu fulani, ni vema ukaenda kupima, kwa sababu inawezekana mabadiliko hayo yanatokea kwa sababu mabadiliko ya homoni yameanza kutokea katika mwili wako. Namba 8, mabadiliko ya ute katika via vya uzazi vya mwanamke. Ute unaweza kuwa mweupe, mzito au mwingi zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida. Ni wazi kila mwanamke anaitambua hali ya via vyake vya uzazi. Endapo utakapomaliza kushiriki tendo la ndoa na mtu fulani, baada ya siku moja ukaanza kuhisi kuna mabadiliko katika via vyako vya uzazi, ni ishara ya kuwa kuna uwezekano tumbo lako likawa limepokea mtoto. Hivyo mabadiliko hayo hayapo kwa bahati mbaya katika via vyako vya uzazi. Ni vema ukafanya maamuzi ya kwenda kuonana na daktari ama kwenda kununua kipimo ili uthibitishe, kwani katika siku za hivi karibuni vipo vipimo ambavyo vinaweza kutambua ujauzito ndani ya siku chache kuliko zamani. Namba 9, mabadiliko katika hamu ya chakula. Mabadiliko makubwa huwa yanatokea katika vyakula ambavyo huwa unavipenda. Wakati mwingine vile vyakula ambavyo ulikuwa unavipenda utaanza kuvichukia na kuanza kupenda vyakula vya aina nyingine, ama wakati mwingine vile vyakula ambavyo ulikuwa hauvipendi unaweza ukajikuta umeanza kuvipenda. Ishara kama hii inapojidhihirisha, basi kuna uwezekano mkubwa ukawa umebeba ujauzito katika tumbo lako.
Dalili ya 10 ni kuchelewa kwa hedhi ama kutotokea kabisa kwa hedhi. Mara nyingi dalili hii ni kubwa zaidi na ni kiashiria kikubwa zaidi ambacho huashiria kuwa mwanamke amebeba ujauzito katika tumbo lake. Ingawa dalili hii inaweza isiwe ya siku moja, kwani siku za wanawake hutofautiana. Hivyo utakaposhiriki tendo la ndoa alafu itakapofika siku ambayo ulitakiwa kuwa period haijaonekana, basi ni ishara mojawapo ya kuwa huenda ukawa umebeba ujauzito, ingawa zipo sababu nyingine kama hormonal imbalance ambazo zinaweza kupelekea mwanamke akashindwa kuona siku zake ama akachelewa kuona siku zake. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Kabla sijamaliza, ninaomba nikusihi, pamoja na dalili mbalimbali ambazo nimekueleza hapa, lakini dalili pekee hazitoshi kuthibitisha ukweli ambao upo katika mwili wako. Endapo utahisi dalili kama hizi, ili uwe na uhakika na hisia zako, ni vema ukaenda kupima. Unaweza ukatembelea kituo chochote cha afya ambacho kipo karibu na wewe, ama unaweza ukaenda kununua kipimo na muuzaji atakupa maelekezo namna gani ya kukitumia, na baada ya hapo utakwenda kupata uhakika, kwa sababu kipimo kitakwenda kukupa majibu ya ukweli. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Sina la ziada zaidi ya kusema bye, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.